ameingia na uandike hiyo list. Kiwa kwa hiyo grupu yetu. When we Book of Mark ni sura ya 12 chapter 12 na mstari wa 30 verse 36. Ni Injili ya Mark ni sura ya 12 chapter 12 na mstari wake wa 30 ama 30 verse 30 hadi mstari wa 31 actually verse 31. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuwa mbele za Mungu ni baraka kubwa sana. To be in front of Jesus is the high blessing. Ni vile watu hawajui. That someone may not know. Tunapoteka muda kama huu, when you take this moment, ni kwa faida ya watu, it's for our own, waweze kupata nafasi ya kuwa mbele za Mungu, so that they can be in front of God. Lakini wengine hawajui. But others they don't know. Tusome sura ya 12 mstari wa 30. Chapter 12:30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa kuliko hizi. Amen. Amen. They say that, and you shall love the Lord your God with your heart, with your soul, with your mind, and with all your strength. This is the first commandment, and the second commandment like it is. This you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than those. Amen. Mambo machache ambayo tutaongea, few words we are going to talk about, ni kuhusu upendo wa Mungu ndani yetu. It's love of God in our lives. Na huo upendo, and that love, simaanishi upendo ambao Mungu anatupenda. I don't mean the love God that loves us. Nasema upendo ambao sisi tunafaa tupende Mungu. I say the love us we supposed to love God. Bwana asifiwe. Amen. Ni upendo kutoka kwa sisi ambao tunaupenda. It's love from us that we love God. Kwa maana kuna upendo wa Mungu kwetu, because there is love from God to us, na kuna upendo wetu kwa Mungu. And there is us our love from God. Na upendo ndio nataka kuzungumzia kwa nani. And that's the love that I want to talk about. Yesu akaongea na waandishi na Mafarisayo. Jesus talked to writers and Pharisees. Kwa maana walikuwa wanamuuliza maswali kwa kumjaribu. Because they were asking him the questions to attempt him. Sasa mahali ambapo tumesoma, but this is where we read, mtu mwingine akaja kumjaribu. Somebody come to attempt him. Akamuuliza, and he asked him, ni amri gani kubwa zaidi ya amri zote? What is the biggest commandment than others? Kwa sababu amri zilikuwa ni nyingi sana. Because there was very many commandments. Lakini akauliza, ni gani iliyo zaidi ama bora zaidi? But he asked, which is very big commandment among of those? Na Yesu akamwambia, and Jesus said to him, amri iliyo kuu zaidi, the biggest commandment among of those, mpende Mungu wako, love your God, kwa moyo wako wote, your heart, kwa akili yako yote, all your mind, na kwa nguvu zako zote. and all your strength. Na ya pili inafanana na hiyo. And the second one is the same as that one. Mpende jirani yako, love your neighbor, vile unavyojipenda how you love yourself. Na akaongeza akasema, and he added to that and said, hakuna amri nyingine zaidi kuliko.
There is no another commandment that which is big than that one. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa inaonekana ya kwamba it may be possible that kumpenda Mungu to love God it's like ni kama masharti. To love God it's like sio kitu ya kufanya unapojihisi ukafanya. It's not anything you can do as you want. Ni kitu ni sharti ukifanya. It's like must you have to do. Ni kama position. It's like position. Kwa sababu Yesu alijibu swali hili. Because when Jesus was responding that question, akirepeti maandiko ya zamani. Alikuwa akirudia maandiko ya zamani. He was repeating he was speaking in the Holy Scripture. Sasa alikuwa anarudia maandiko ya zamani. He was talking about Holy Scripture. Katika amri ambazo walifunzwa wana wa Israeli, among those commandments that they were taught Israelites, kulikuwa amri ambayo inasema ewe Israeli, there was commandment that said you Israel, upende Mungu wako kwa roho yako yote. Love your God with all your heart. Kwa akili yako yote. With all your mind. Kwa nguvu zako zote. With all your strength. Sasa na Yesu akaja akarudia tena. And Jesus came again, he did the same. Akasema hiyo ndio sheria iliyo juu ya sheria zote. And that is the first commandment among all those. Kile ambacho nataka kuongeza hii. What I want to talk about this. Ni kuhusu upendo wa Mungu ulio ndani ya maisha. It's about love that we love God. Na huo upendo wa Mungu. And that love to God. Ndio unafanya tuweze kutembea na Mungu. That is whereby assist us that we can walk with God. Na huo upendo ndio unafanya tuweze kumpa Mungu nafasi katika maisha yetu. And that love that help us that we can give time God. Katika upendo wa kawaida, in usual love, kuna sign, kuna ishara ama alama za upendo. There is signs of love. Watu ambao wanapendana, those who are lovers, kitu cha kwanza cha kuonyesha ya kwamba fulani na fulani ni marafiki ama wanapendana, the first thing that shows that they love each other, ni mwingine kumpa mwingine nafasi yake. To give time to your friend. Ni mtu mwingine kumpa mwingine nafasi yake. To give your time shows that the one loves you. Amen. 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 Huwezi kuwa na mtu ambaye unampenda. You cannot be with the one that you said you love. Lakini akikuita unamwambia sina nafasi. And when he called you that you cannot tell him that I don't have time. Huwezi kuwa ukiwa katika nyakati za uchumba. You cannot be in the hard times. Alafu mchumba wako akwambie nataka kukuona, umwambie niko busy. And your lover said that I want to see you and you cannot say that I'm busy. Haiwezekani. It's impossible. Kama anakupenda, if he loves you, Muri, atatafuta muda iwezekanavyo. He will search as possible time for you. Ili aweze kukuona muone. So that you can meet him and you talk. Na katika uchumba, and time for dating, kuna kitu ambacho wachumba huwa wanafanya. There is something that those lovers they can do. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inatuonyesha sisi, Bible shows us, Biblia inatufananisha sisi kama wachumba wa Kristo. Bible shows us like the lovers. Sisi ni bibi harusi. We can be the bride. Na Yesu Kristo ni bwana harusi. And Jesus Christ is groom. Kwa hivyo
katika siku hizo, so that those people they may be in that time, ile kitu ya kwanza inakuonyesha kama mtu fulani anakupenda, the first thing that shows that someone loves you ni kukupa muda wake. is to give you time. Hata ukiongea na yeye kwa simu, Even if you can talk to him for phone, unajua huyu ni kweli ananipenda. you know that he really loves me. Kwa sababu mtu ambaye anakupenda, Because those who loves you, hata akikupigia simu, even if when he called you by phone, huwezi kata hiyo simu. you cannot cut off phone. Huwezi mwambia sina nafasi ya kuongea kwa simu. You cannot tell him that I don't have time to talk. Nafikiri hata kazi unaweza haribu kazi, lakini uongee na yeye. Even if it's work, you can do that work and you talk to him. Vile vile kwa upendo wetu kwa Mungu, The same as our love to God, kama hatuwezi toa nafasi if you don't give God time ya kuwa na Mungu wetu, to be with our God, ina maana ya kwamba hatupendi. it means that we don't love. Bwana tusamehe sana. May God Bwana tusamehe sana. forgive us. Ile saidi ya kwanza itakuonyesha kama mtu anampenda. The first sign that shows you that someone loves you Ni mtu kupeana nafasi yake kwa mambo ya Mungu. is that person to give you time. Ukiona mtu hawezi kupeana muda wake hata risali moja kwa Mungu, If you see someone cannot give you even 1 second to see you, sio kwa sababu nyingine, it's not any other reason. ndani yake hakuna upendo. Into him there is no love. Bwana tusamehe. May God. Kama huwezi kutoa masaa mawili kwa Mungu If you cannot even take 2 hours for God, kwa siku 7 za wiki, for 7 days for a week, hakuna shida nyingine, there is any problem. hakuna upendo wa Mungu ndani yake. It's because there is no love into our Na huwezi sema kama unampenda Mungu and you cannot say that you love God, lakini huna nafasi ya kumtumikia Mungu, but you don't have time to work for Him. huna nafasi ya kuomba Mungu, You don't have time to pray God. huna nafasi ya kusikia neno la Mungu, You don't have time to listen to word of God. huna nafasi ya kushiriki ama kufanya fellowship na You Mungu. don't have time to do friendship with God, Kwa hivyo hakuna upendo kwa Mungu. which means that there's no love to God. Bwana tusamehe. May God forgive us. Ukiona watu wanashindwa kufika katika ibada kama hizi When you see that someone is not able to come na hawajaenda huko mbali, hapa and they are around here, shida, hakuna shida nyingine. there is no another problem. Upendo wa Mungu bado ni kidogo sana. The love of God into him is still little. Bwana tusamehe. May God forgive us. Bwana tusamehe sana. Forgive us. Haleluya. Haleluya. Upendo wetu kwa Mungu. Our love to the God. Yesu akasema mpende Mungu wako Jesus said, love your neighbor kwa roho yako yote, with all your heart, kwa moyo wako wote, all your soul, kwa akili zako zote, with all your mind, na kwa nguvu zako zote. and even with your whole strength. Kuna sehemu hizi tatu ambazo ni katika maisha yetu, There is places in our lives, na zote Yesu ametaka tusitumie kupenda Mungu. and those God wants us to do as well. Ya kwanza ni moyo wako kupenda The Mungu. first is your heart to love. Moyo wako kupenda Mungu. Your heart to love God. Moyo wako kupenda Mungu, Your heart to love God. utampa Mungu nafasi yako. You give God your time. Pia akasema kwa akili yako yote. Even he said with all your mind. Akili ndiyo kitu ambacho kinaongoza maisha ya mwanadamu. Mind is something that directs the life of our human being. Kwa hivyo akili yako ikimpenda Mungu, When your mind loves God, vyote kwa maisha yako vitaweza kumpenda Mungu. everything in your life will love God. Haleluya. Amen. Akili ndicho kitu ambacho kinaongoza kila mtu. That is the only one thing that can lead human being. Na akili haiko kwa kichwa. And mind is not only in the head.
Unajua kuna watu wanafikiri akili iko kwa kichwa. You know that someone can thought that the mind is head. Utasikia watu wakisema kichwa yako haina. Si unasikia watu wakiongea. You can see that someone can say that. Wanamaanisha kwamba kichwa, akili iko kwa kichwa. They say that the mind is in your head. Lakini neno la Mungu linatuonyesha kwamba But the word of God shows us that akili ya mwanadamu, the mind of a human being, iko ndani ya roho yake. is into our hearts. Kilicho ndani ya kichwa cha mwanadamu, Something in your heart, mind, ni ujuzi. it's knowledge. Yale ambayo umesoma, Those that you learn from school, yale ambayo umesikia, those that you may be listening somewhere, yote yamewekwa kwenye ubongo wako. all of that is combined in brain. Lakini akili ambayo Yesu alitaka tumpende Mungu na hiyo akili, But the mind that Jesus was talking about, ni capacity ambayo tumepewa na Mungu. it's capacity that we give from God, Na hiyo Mungu ameiweka ndani ya roho and zetu. that is into our hearts. Haleluya. Amen. Haleluya. Nimefurahi sana. I'm happy. Tukisoma katika kitabu cha Mithali, When I read the book of Proverbs, sura ya 14, chapter 14, mstari wa 33, kile tutasomea. 31, Fast. Kumi na nne mstari wa 33. Wisdom is everything true of understanding people. Foolish knowing nothing about wisdom. Lightness make nation greater. Sin is the greatest. Yaba hiki tusomere ururimi rwacu. Proverbs 16 murongo wa 23. Is the grace to any nation. Imigani 16:23. Ubwenge buba mu mutima Cumi na gatandatu kuri 23. abantu batera inzuzi 16:23. 23 umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Haleluya. Amen. Haleluya. Wangapi wamekuja na Biblia? Wanyoshe mkono wale wamekuja na Biblia. Those who have Bible, raise up. Naona mmejaribu. Wangapi wanaandika mahali yale ambayo tunasoma? Wangapi wanaandika? How many are writing? Bible ni kitabu. You have to buy a pen. Next Sunday kila mtu akuje na Bible. Every one Sunday you have to come with a pen Mahali pa kuandika. and somewhere to write. Kwa hivyo akili ya mwanadamu, The mind of man, iko ndani ya moyo wake. it's into his heart. Yesu akasema umpende Mungu Jesus na said, kwa akili yako love yote your God with all your mind, na kwa nguvu zako zote. with all your strength. Zile nguvu ambazo Yesu amesema Those strengths that God was talking about, tuweze kuzitumia tukimpenda Mungu, we can do as giving God time. siyo nguvu kwa njia ya kiroho.
not strength for our own use. Ni nguvu za kawaida za kimwili. Strength that we can do as God Tusitumie kutumikia Mungu. so that we can do good work. Tutumie nguvu kuweza kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. To use our strength so that we can show love to our God. Tukipita, Bypassing, nataka tumalize kusema kwa mambo fulani I want to talk something here ambayo yanafanya upendo wa Mungu ndani yetu uweze kupotea ama kufifia. that you can let love from God and love lost. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza In 1 John sura ya 2 mstari wa 15 chapter 2 verse 15 hadi mstari wa 17 to 17 inasema ya kwamba say that chapter 2 verse 15. let's read. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but who does the will of God abides forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tumesema kwamba upendo wa Mungu, We say that the love of God, kuna mambo ambayo yanafanya upendo wa Mungu upotee ndani ya maisha yetu. there is something that may happen and love Hapa of God Biblia gets lost. inatuonyesha ya kwamba Here Bible shows us that ukipenda ulimwengu when you love world na mambo yaliyomo hapa ulimwenguni, and things of world, upendo wa Mungu hauwezi kukaa ndani yako tena. the love of God cannot be as exist in your life. Tunapopenda vitu fulani vya hapa duniani, When we do things in here world, immediately ule upendo wa Mungu unaanza kuondoka ndani. the love of God lost exactly. Ndio maana unaona mtu alikuwa anapenda Mungu, That's why you can see someone who was loving God. alikuwa anashiriki kila jambo kuhusu Mungu, He was attending everything with a God. alikuwa anapenda kuomba, He was wanting to pray God. lakini mara nyingine unaona ameanza kuacha kufanya hivyo. But sometimes you see that person stopped to do the same things. Ni nini ilifanyika katika maisha yake? What happened in his life? Kuna mambo mengine amependa, There is something that he loves. hayo mambo yakafanya ile upendo wa Mungu ikaanza kupotea. Those things do that love for God not exist anymore. Basi neno la Mungu linatuambia tusipende mambo ya dunia. But the word of God tells us that not Kwa loving maana something tukiyapenda, of God. upendo wa Mungu hautakaa tena ndani ya maisha. The love of God will not exist in our lives. Na Biblia inatuambia kwamba And also tells us that yaliyomo hapa duniani, things of world, soma basi 16. Verse 16. For all that is not for him. For all that is the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. unaona mambo ambayo yanaharibu upendo wa Mungu ndani ya maisha yetu. You see something that destroys the love from God. Kitu kingine ni The second thing is tamaa. Tamaa. pride, desire, Tamaa. Kuwa na tamaa ya mambo fulani when you have desire, inafanya mahali ambapo upendo uliokuwa, it shows things that you have, upendo ianze kupotea. and the love of God disappear. Na tamaa ya macho, And desire of yale ambayo tunayaona kwa macho yetu, the things that you can see with our own eyes. tukiyatamani, upendo wa Mungu unaanza kufifia. When we desire that thing, the love
appear. tamaa ya mwili The second thing, inafanya upendo wa Mungu uanze kufifia. Na faida za kuwa na upendo wa Mungu, the interest to be having love of God, katika kitabu cha Mithali 10 sura ya 8 in the book of Proverbs chapter 8 mstari wa 17 verse 17, anasema ya kwamba said that na wapenda wanipendao. I love those who loves me. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukiwa na upendo wa Mungu, When you love God, when you have love of God, hata Mungu mwenyewe anakupenda. even God loves you. Mungu anasema na wapenda wanipendao. God says that I love those who loves me. Ukiwa na upendo wa Mungu, When we have love of God, hata Mungu anatupenda. even God loves us as Kwa well. hivyo ni faida kwetu So it's on our tukiwa na upendo wa Mungu, to have love of God. itafanya Mungu aendelee kutupenda. It will help us that God may help with us. Nashukuru sana kwa wote ambao wamekuja. I thank you for every